Mara ingine tena kuwajibu wale watu waliosikia eti nimepata motisha kutoka kwa wakubwa, wakaona nafasi ya kucreate compensation mbaya kwa maisha yangu. Nilipata motisha kwa wakubwa. Mwanzo kupitia kwa mheshimiwa, nilienda kwake nyumbani nikamweleza story yangu yote. Aliweza kupigia simu wakubwa na nikaenda kwa wakubwa, nikaketi nao meza moja, nikawaeleza shida zangu zote. Japo hiyo story imenisaidia, kuona watu wananisumbua sana. Ndio nikaamua kuexpose maneno yangu kwa media, kwa channel yangu ya YouTube. Sababu kama hamsikii, wale wako mbali watanisikia kilio changu. Na hope nitapata wakuu wengine zaidi. Waangalizi tabia zenu. Kukandamiza watu ambao hawana hatia. Kama vile Rhino Tropic kwangu kukuruswa ama kuwekwa, nikachukua nikapeleka kwa DCI. Leo mnasikia nataya motisha kwa wakubwa. Mnakimbia kila mahali mkiuliza amepata wakubwa wapi. Wakati niliripoti nimepigwa na gari ama maisha yangu yako hatarini, ni kuniangalia na macho tu. Juu mnajua pesa iko mahali. Hope hamtaifanyia mtoto mwingine wa mtu kama vile mmenifanyia miaka 10. Kila 5 nakimbia nyumbani juu ya kuhofia maisha yangu. Unasema wakubwa umepata motisha, mtu anachukua hiyo nafasi kukuwekelea maneno mabaya. Ni mwizi, anafanya na vikundi vibaya. Hauna akili timamu ndugu yangu. Kuja kwangu Makandara nikuhusie miraya 100 unisapoti maishani. Siye kuwa mwizi kama vyenye unanifikiria. Ama vyenye unanidhania kuniwekelea niwe mwizi. Faidike kifedha.